leo hii to uhora KAIP. Mheshimiwa amesema tumeanzisha KAIP huko Chapini na tunaendelea kungojea. Najua budget ikiwa sawa sawa, wao pia wataleta pesa yao na ili tumalize hiyo maneno ya hapo. Kwa hivyo sitaki kuongea mambo mengi leo. Nataka kwanza ni introduce mgeni ambao tuko naye hapa na ndokita agofu. Ndokita agofu ijui. Heka heavy mogo twira ijui. Heka heavy mogo twira. Todo wakoria wale ho. Moiritu mwe wa guku. Niwe watwekire tourism Miss Tourism Nyandarua na Miss Tourism Kenya kuma guku etagwo Maria Wavinya ari wari Njavine o inyue atumia injiri nyimbo ciaraga andu athaka inyue ati wanaume wanapiga kelele, wanauliza kwani wamama wanazaa peke yao? Aya, sasa nataka kuna mgeni niko naye hapa na ametoka mbali sana na amefanya bidii. Alizaliwa hapa engineer hapa Dinde, akakuwa mkubwa, akatembea kidogo, akaenda huko ng'ambo, akakuta huko mashindano ilikuwa inashindanwa ile ya Miss Africa Great Britain. Miss Africa Great Britain na akashinda, na leo tuko naye hapa na ako na kiraoni kwa kichwa na anatoka hapa. Sasa mnisaidie, mshikanishe makofi, tulete Debra. Aya, sasa wacha msalimiwe na your sister, anaitwa Debra, ametoka Great Britain huko UK na yeye atoka hapa. Salimia. Haya, kwa majina naitwa Deborah Mungai, Deborah Njeri Mungai. So mje nimetoka hapa. Nimeletwa na mama English. I was brought here by my mom. Her name is Lydia Nyambura Mungai. She comes yeah, so she was born here. She was born with the house of Nyaga. Alizaliwa kutoka Joseph Nyaga, and I came asked to come and celebrate a hero who is Joseph Nyaga, who we are celebrating. Tuna celebrate 104 years. Tunamzika kesho actually, so that's one of my heroes. And yeah, nilikuja hapa as Miss Africa Great Britain. Tulikuwa tunafanya competition tukiwa London na nilikuwa na represent Kenya, na hapa ni this is the first place nilikuja before niende mahali pengine, kwa sababu napenda Nyandarua with the bottom from my heart. So yeah, I'm grateful. And for the youth, I want to inspire you and let you know that you are the heroes for two. Nyinyi ndio hero wa Najaribu. Nyinyi ni heroes wa kesho, so make sure everything that you do, you conquer, and you conquer strongly, because you guys are the heroes for tomorrow, and this is where the future is. Thank you. My friend, amutaki afungie kidogo. Sasa siku nyingine ngoja mtu atafungia kidogo bana. Okay. Aya. Wewe. Aterere. Kikereria. Nadale modo, no dio mudi. Aya.
Kashomba. Nataka pia nitambue Mudhamaki ambaye anawakilisha wale ambao walipigania uhuru wetu pamoja na timu ya nataka pia nitambue clergy wetu wakiongozwa na chairman wa Interfaith Archbishop Kariuki na wale bishops wengine wako hapa pamoja na father wetu wa parokia hii, wakaaji wa injinia na kadhara, wafanyi biashara, watoto wa shule, watu wetu wote, niseme Bwana asifiwe. Tuseme leo ni siku kuu. Omothe ni muthenya munene. Tukiririkana aguka itu aria mahũranĩire wĩyathi. Muthenya wa Jamhuri nĩ mwe 1963 nĩguo twaheirwo uhuru. Naguo 1964 Kenya ĩgĩtuĩka Jamhuri. Yani rĩu ĩgĩtuĩka nĩ bũrũri wĩyathe, wĩna president wake, wĩna thirikari yake, wĩna bunge yake na hiyo kujitawala. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupea hiyo nafasi. Na niambie wale watu hawajui, Nyandarua hii mnaona, ukitembea hivi unaona manyumba ingine hapa, manyumba kuukuu ambao tunaita Happy Valley Homes. Happy Valley Homes hizo wazungu ndio walikuwa wakikaa ndani, na hao wazungu walikuwa ni colonizers wetu, na wao ndio walikuwa wanalima ya mashamba, wao ndio walikuwa watawala, ndio walikuwa magavana, ndio walikuwa makomishina, ndio walikuwa kila kitu. Lakini kwa huruma zake Mungu na pia bidii ya babu zetu tukakomboa nchi hii, tukakuwa na uhuru. Kwa hivyo tukikaa hapa katika stadium ya injinia, ningependa kila mtu awaze hiyo ati. Kwa hivyo hii ni siku muhimu sana, na katika kalenda ya mwaka mnajua Jamhuri ndio siku ya mwisho ya kitaifa, ile ya mambo ya kitaifa, ijapokuwa tuko na Christmas hapo mbele. Kwa hivyo ni siku ya muhimu, na tukaona na bwana commissioner hatutafanya mahali pengine, tuje hapa ile municipality mpya tufanyie hapa. Ni haki pia ya watu wa injinia kuhutubiwa na viongozi wao na kusikia hotuba kutoka hapa. Juzi nilipokuja kufungua nyumba ingine hapa ya mfanyi biashara wetu, mliniambia kwamba ni vizuri pia tuje hapa tufanyie sherehe hapa. Na ni kama mambo imekuwa mazuri. Wiki mbili iliyopita tumeenda pale Murungaru na kuotora round ituda netago epo na tulifanyia hapo Murungaru. Sasa leo tuko hapa wenye walikuwa wanazoea kututusi watu ya mawaru waanze kufanya practice ya kutuambia sisi ni watu ya waru na epos. Wangoje tu. Kwa hivyo tuko hapa kukumbuka wapiganiaji uhuru hawa ambao walifanya hii nchi yetu ikafanyika vile ilivyo. Hii economy mnaona, mambo haya yote yametokana na mambo haya. Na tunajidai kwa sababu kuitanishwa na jina ya mtu anaitwa Kimathi. Kimathi hata ukienda UK huko utakuta jina lake liko huko. Na tunakumbuka ati Kimathi alikuwa ni mtu wetu hapa. Juzi tulimsindikiza bibi yake Mukami Kimathi pale Nyakeo. Hapa pia ukienda Murugaru tuna mzee anaitwa Juma. Kule upande wa Ngorika tuna mzee tulizika juzi anaitwa Kefoko, General Kefoko. Tuko na mzee mwingine saizi yako karibu na miaka 104 hivi, anaitwa General Kiambati, bado wako hai.
ukienda kule Shamata, ukienda huku Gadhara, utakuta kuna wao wazee. Na ningependa kuambia wale watu wako hapo wa Mau Mau, sisi kama serikali tuko tayari, tukijulishwa hao wazee mahali walipo, niko na department ya social, tutawatembelea hapo, angalau tuwapelekee kablanketi, tuwapelekee hata kaunga kidogo, kwa sababu hao walitufanyia vizuri. Ndepati hata kirayega athuliesho na atumia na mando kirayega tabaka kinyo mothe ati maturagia rithathi mwiri na ithuĩ twĩ haha iroga mbata rĩu tũngĩthiĩ nginya tũtahwo maĩ ciana no acio maiguaga harĩa ĩrĩa agathiĩ ho nĩgetha matũkomboe, na tunawaombea Mungu awabariki pamoja na watoto wao na waendelee vizuri. Kwa hivyo ile ubaguzi iliisha kwa sababu ya mambo haya, na tunashukuru. Katiba yetu ya 2010 naye ilipiganiwa na watu wengine ambao walitafuta ule uhuru wa pili. Kama hatungekuwa na katiba yetu ya 2010, hatungekuwa na kitu ilikuwa inaitwa Nyandarua. Zamani tulikuwa nchi ya Kenya yote ilikuwa kitu moja, lakini sisi wa Kenya tukajipatia katiba mpya ambayo ilisema kuwe na Nyandarua County, na ndio tuko hapa tukisikia matarajio ya watu wetu, tukifanya public participation. Na ndio unaona hivi majuzi nilipoenda Nairobi nikakuta watu huko, magavana wengine waking'ang'ana katika zile municipalities zilikuwa zimeongezwa 17 na tuko na makaunti 47. Nikakuta magavana wengine wanang'ang'ana, mimi naye nikapiga hao mwereka. Nafikiri ukiniona hata mimi si mchezo, naweza piga mtu mwereka. Nikapiga mtu mwereka na kidogo tukachomoka na municipality ya Engineer. Hivi karibuni mmekuwa na mheshimiwa, makaratasi yote kila kitu tumefanya, tumetayarisha, tunangojea sasa kupokea kitu kama milioni 400 ili tuunde hii town ikae town ya kisasa. Tupande miti, tuweke usafi, tupange town hii barabara zake, na mnajua hata wakati tulikuwa hapa na rais tulimwambia ile zawadi anaweza kutusaidia ni kutusaidia hizi barabara za hapa jiji hii ziwekwe rami, zile rami inaendelea kuwekwa pale Kinyawe, tulete mpaka hapa tutengeneze hii town. Mimi nataka siku ile tutakuwa tumemaliza miaka 5 tutakuja hapa hii town na tuiangalie na tushukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambaye ametufanya. Sisi kama serikali pamoja na county assembly tumekaa na tukaelewana. Na juzi niliongelesha watu ya Nyandarua wote nikiwa pale assembly katika ile the state of the county address ya governor, na nikasema theme yetu ya mwaka huu ni making Nyandarua better, transforming every ward. Katika ward zetu zote